Uliambiwa soma kwa bidii, ufaulu vizuri, upate kazi nzuri, kisha maisha yawe rahisi. Lakini sasa uko mtaani na unagundua kuwa calculus haikusaidii kulipa kodi ya nyumba na physiology haikufundishi jinsi ya kudeal na bosi anayekunyanyasa. Shule ilitengeneza wafanyakazi wazuri, lakini ilisahau kututengenezea watu wanaojua kuishi. Karibu kwenye video hii ambapo nitakupa mambo 7 ya kisaikolojia na kimaisha ambayo darasa halikuwahi kukugusia na kwa nini unayapata sasa kwa njia ya maumivu. Hakikisha una subscribe kwenye chaneli yetu hapo ili usipitwe na madini kama haya kila siku. Twende kazi. Jambo la kwanza, saikolojia ya muda. Shule ilitufundisha kufanya kazi kwa ajili ya matokeo ya muda mfupi, mitihani ya muhula, na baada ya hapo utakuwa umeshafaulu. Ila kiuhalisia, maisha yanahitaji uvumilivu wa muda mrefu. Watu wengi wanafeli kwa sababu wanataka matokeo ya biashara ndani ya mwezi mmoja, wakati walitumia miaka 16 kusomea ajira. Sheria ya miaka 5 inasema, usikate tamaa kwenye kitu chochote kipya mpaka umekifanya kwa siku 1825 mfululizo. Hii ndiyo inapelekea watu kukata tamaa mapema. Jambo la pili, nguvu ya social intelligence, connections. Uliambiwa, soma kwa bidii utafanikiwa. Hawakukuambia, jua watu sahihi utafanikiwa haraka. Shuleni ulikuwa unashindana na mwenzako wa dawati la pili, mtaani unahitaji kushirikiana naye. Mfano, kuna kijana ana GPA ya 4.5, lakini hana kazi kwa miaka 2 kwa sababu hajui jinsi ya kuongea na watu au kujenga connections. Na kuna kijana ana pasi ya kawaida, lakini ana marafiki wenye taarifa za fursa. Siku hizi, nani unayemjua ni muhimu mara 10 kuliko nini unachokijua. Hakikisha unalijua hili mapema. Jambo la 3, mtego wa kujihisi unatazamwa. Shuleni tulijifunza kuogopa kuonekana vituko mbele ya darasa. Lakini kisaikolojia, kuna kitu kinaitwa spotlight effect, ambapo unadhani kila mtu anakuangalia na kuhukumu makosa yako, wakati ukweli ni kwamba kila mtu ana mambo yake yanayomhangaisha. Mfano, unashindwa kuanza biashara kwa sababu unaogopa jirani yako atakufikiria nini. Ukweli mchungu, jirani yako ana stress za kodi ya nyumba, hata hakufikirii. Maisha yanaanza pale unapogundua kuwa hakuna anayekuangalia kiasi hicho. We focus kwenye mambo yako, hakuna mtu anayejali. Jambo la 4, thamani ya hapana, rejection therapy. Darasani, ukipata majibu yasiyo sahihi, unapata kosa na unajihisi mjinga. Mtaani, kukataliwa ndio njia pekee ya kupata ndio yenye thamani. Mfano, vijana wengi wenye degree wanakaa nyumbani kwa sababu wanaogopa kuomba kazi au kuanza biashara, kisa wataonekana vipi wakikataliwa. Kisaikolojia, lazima uzoeshe akili yako kuwa hapana sio mwisho wa dunia, bali ni sehemu ya mchakato. Kila hapana inakuweka karibu zaidi na ndio yako. Hapana isikufanye ukate tamaa, bali ndio ikupe nguvu zaidi ya kuendelea kupambana. Jambo la 5, the debt of comfort, deni la raha. Hii inahusu saikolojia ya nidhamu binafsi dhidi ya starehe za haraka. Shule ilitupa ratiba ya lazima, asubuhi mpaka jioni, hivyo hatukujifunza kujiongoza. Mtaani, hakuna anayekulazimisha kuamka. Wengi huangukia kwenye comfort zone, lakini kisaikolojia, starehe ya leo ambayo hujaifanyia kazi ni deni unalochukua kwa maisha yako ya baadaye. Mfano, kila mara unapoamua kuangalia series masaa 5 badala ya kujifunza ujuzi mpya, unachukua mkopo wa furaha ambao utaulipa kwa maumivu ya umaskini miaka 10 ijayo. Shule haikukufundisha kuwa bosi wa nafsi yako mwenyewe. Ukishindwa kujitawala, dunia itakutawala kwa mabavu. Jambo la 6,
The feedback loop. Uwezo wa kupokea ukosoaji. Hii inahusu jinsi ya kudeal na maoni ya watu bila kuumia moyo. Shuleni, ukosoaji ulikuja mara 2 kwa mwaka kwenye ripoti. Mtaani, ukosoaji ni wa kila siku kutoka kwa wateja, mabosi na watu wa mitandaoni. Watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwa sababu wanachukua ukosoaji kama shambulio la binafsi, personal attack. Mfano, mteja akisema bidhaa yako ni mbaya, hamaanishi wewe ni mtu mbaya. Anamaanisha bidhaa inahitaji marekebisho. Shule haikutujenga kuwa na ngozi ngumu, thick skin. Ukijifunza kutenganisha hisia zako na kazi yako, utakuwa na uwezo wa kukua haraka mara 10 zaidi ya mtu mwingine yeyote. Inabidi uwe mwanafunzi wa maisha, student of life. Anza kusoma vitabu vya saikolojia, fuatilia video kama hizi, na muhimu zaidi, anza kufanya makosa na kujifunza kutokana nayo. Shule imekwisha, sasa elimu ya kweli imeanza. Kati ya mambo haya 7, ni lipi unahisi limekuchelewesha zaidi kwenye maisha yako? Pia, kama video hii imekufungua macho, like na share na mtu mmoja ambaye bado anaamini cheti ndio kila kitu. Asante kwa kubaki nami mpaka mwisho, na tukutane wakati ujao.